nyumbani ati mkule matoke na mandizi na yeye. Si ni kweli? Akiiba siyo ni mzigo wake. Uhuru akiiba haendi Ishaweri kugawia watu. Si ni Uhuru ameiba? This is KTN News. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Mama wa Taifa Margaret Kenyatta mapema leo katika ikulu ya Nairobi aliwapokea wanafunzi wa chama cha wanaskauti nchini waliomtembelea pamoja na rais. Waziri wa elimu Amina Mohamed pia alikuwepo. To raise and empower girls and women to develop to their fullest potential as leaders and citizens of the world. I applaud you for standing firm and holding on to the virtues that this movement has come to be associated with: dignity, integrity, service, leadership, and patriotism. These principles of character building that you have learnt as Girl Guides and Girl Scouts are valuable. They are true gems to treasure for the rest of your lives. It's also a day where we're reminded to be there for each other as sisters, friends, confidants, and comrades. To speak on issues that affect you and millions of other girls and women across the world. We are here to celebrate the girls and women who have taken deliberate and bold actions to transform their lives and those around them. To celebrate girls and women who have committed their energy and time to be agents of change. We see how girls from different ages are inspired, not afraid to imagine what the world could be, or dare to create a world of their dreams. We also celebrate the women who have voluntarily dedicated decades of their time and served diligently, sharing their knowledge and mentoring our girls. You are our heroes, trailblazers, and a true inspiration to us all. We are indeed greatly indebted to the leadership of the Kenya Girl Guides Association. I thank all the commissioners for your stewardship. I thank the staff and all the partners for your tireless and dedicated passion to ensure this amazing work of the movement continues to reach and empower millions of girls, adolescents, and women across the country. I'm confident that the new direction guided by the strategic plan will set a robust program of expansion across the country so that many more girls and young women can experience the powerful influence of the Girl Guide movement. As patron, I pledge my continued support for your ever relevant and noble mission. It has been my true pleasure to host the World Thinking Day 2019, and I wish you all a successful year ahead. God bless you. Na mtazamaji, tukiangazia ile taarifa ambayo iliweza kuibua hisia mseto mtandaoni kuhusiana na lile swala la kulipa madeni ya bodi ya mkopo ya elimu ya juu HELB, ni kuwa katibu katika Wizara ya Elimu ya Juu Profesa Koleta Suda amesema kwamba hakuna atakayekamatwa na polisi kwa kosa kulipa deni la bodi ya mkopo wa elimu ya juu HELB. Amesema kwamba wanaodaiwa wanalo jukumu la kuhakikisha kwamba madeni yao yanalipwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa. Alizungumza baada ya kujibu maswali katika kamati ya bunge kuhusu elimu. The university students who have graduated, who have benefited from HELB loan, are expected to repay the loan when they start working.
That is the expectation of the government, and that is the spirit of the Cabinet Secretary's statement. Before someone gets a job, we all know it is not going to be possible for such a person to start repaying the loan. So when the Cabinet Secretary made the statement, it was in reference to those who have graduated and have got jobs, not the unemployed youth. Secondly, there is no intention on the part of the government to use law enforcement officers to arrest unemployed youth who have benefited from HELB loan but have not repaid. Number 3, the HELB loan is a revolving fund. It is a facility that is given to university students and students in TVET institutions to enable them meet their needs when they're students. And when they graduate and get jobs, they are expected to repay, because if they fail to repay, they are denying other potential beneficiaries from getting this loan. It is a revolving fund. But nobody is going to arrest an unemployed graduate because they have not started repaying the loan. Nobody is going to arrest anybody. All we are saying is that repayment should be made as soon. Na waziri wa elimu alipotangaza kwamba waliokosa kulipa madeni ya bodi ya mikopo ya elimu ya juu HELB watakamatwa, maswali mengi yaliibuka. Huyu hapa Siraju Rahman Abdullahi na taarifa hiyo. Siku ya Jumatano, waziri wa elimu alitangaza kuwa siku za kuwanasa watu zaidi ya 70,000 waliokosa kulipa mikopo ya bodi ya mikopo ya masomo ya juu HELB imewadia. We are also going to partner with our law enforcement agencies to track down those that are holding, the defaulters that are holding jobs and yet reluctant to stand up to be counted as reliable and responsible citizens of our country. Na KTN News ilipenyeza katika mtaa wa mabanda wa Mathare na kumpata kijana Charles Abuor aliyehitimu chuo kikuu cha kilimo na teknolojia JKUAT, na kufikia sasa shahada aliyopata haijamfaa lolote. Sina hope ya kupata kazi, because most of the jobs that are normally advertised, they look for 1 year experience or 2 years experience or maybe 3 years, but sisi hata tujaenda internship. Kupitia mtandao wa Twitter, yeye na Wakenya wengine walielezea kughadhabishwa kwao na hatua hiyo. I prefer doing music as I wait to be employed, which I'm not sure if I'll be employed by the government. Yes, there's a lot of crime around, because this is just, I would say this is a slum. Yeah, we have so many people who are jobless. We even have people who didn't go to school. Tangu amalize chuo kikuu, Abuor hajafanikiwa kuajiriwa popote, ila sasa amejitosa kwenye ulingo wa usanii ili kubambanya maisha. I really don't have a good job, because all I do for a living is music production. Yes, so I'm not able to raise the amount in order to pay the loan. So it's really going to be hard when the government has said they're coming for us. I'll just wait for them to come for me. Tayari ukosefu wa kazi umewazonga vijana wengi humu nchini, na sasa agizo lilotolewa na waziri wa elimu Amina Mohamed la kuwasaka wale waliokosa kulipa mikopo ya masomo ya juu linamtia wasiwasi Charles Abuor. Siraju Rahman Abdullahi, KTN News, eneo la Mathare, Nairobi.
Na wakulima wa kike wapatao 250 wanajivunia mashini inayotegemea nishati ya miale ya jua ili kusaga nafaka. Mashini hizo zilibuniwa na serikali katika wodi ya Nyangati na Kadhigiriri, eneo bunge la Mwea, Disemba mwaka jana. Wanawake hao wanajivunia faida bora na uwezo wa mashini hizo ili kuhifadhi hewa safi katika maeneo ambapo zinatumika. Hebu tumsikize Ray Polo na taarifa hiyo. Wakulima hao wa mchele na mahindi wamepata nafuu baada ya kiwanda cha kusaga nafaka kuwakaribia. Kiwanda hicho kinategemea tu miale ya jua, hivyo gharama ya umeme haiwababaishi wakulima wala haiwaathiri wateja wa mazao hayo. When we grow our rice, tunalete hapa. Tukilete hapa tunanunuliwa bei ya juu. Sasa benefit yetu ni kuwa tunapata pesa mingi kuliko kuuza kule kwa the local market. We are not paying for the electricity bill. It has been subsidized and we are very happy. And there is no pollution of the air. Huu ni mradi wa jaribio unaowafaidi sana akina mama waliojiunga na kikundi cha Ganya Millers. Wanakikundi wapatao 250 husaga mazao yao hapa. Aidha wanapania kuwasajili wakulima wengi zaidi ili kuwa na nguvu ya kutamba kwenye soko la nafaka. Kila aliyetamani kujiunga na kikundi hicho anatakiwa kulipa shilingi 5,000 za usajili au kupeleka kwa kikundi hicho mahindi gunia 1 la kilo 90 au hata mchele gunia 1 la kilo 50. Bei ya kukoboa mchele kilo 1 ni shilingi 5, huku mahindi yakisagwa kwa shilingi 2 tu kwa kilo 1. Kikundi kinapania kupata idhini ya halmashauri ya ubora wa bidhaa nchini KEBS ili kuweza kusambaza mazao yao sokoni bila kupitia madalali. We have the intention of using the machine properly and owning it, though it has been granted to us and the women are determined. Hata hivyo wana changamoto ya kuhifadhi nafaka kufuatia ukosefu wa maghala. Wanatarajia kukuza faida tosha itakayowawezesha kukumbana na changamoto hizo. Ray Polo, KTN News. Kwingineko ni kwa mkutano wa kundi pinzani katika kanisa la Kianglikana huko Mbeere uliopangwa kufanywa ili kushinikiza kugawanya kwa dayosisi ya Mbeere kuwa Mbeere Kusini na Kaskazini ulitibuliwa na polisi. Polisi waliondoa leseni iliyokuwa imetolewa kwa mkutano huo na kuamurisha kufunga mkutano huo mara moja. Mgawanyiko huo sasa unaonekana kuongezeka hata zaidi. Tondo no thiecaga ambia ugerete nthi wanjumaviria ifarisi imwe wanjumaviria rino ingi mwako kethira icio ni ciao Mnamo siku ya jana tarehe 19 kuna wazee kutoka kanisa ya ACK ambayo ilikuwa ni splinter group walikuja kutafuta permit ili waweze kuwa na mkutano hapa kanisani ACK Kiritiri. Na tuliona madhumuni yao ilikuwa ni njema wakati ya kwanza, na baada ya sisi kukagua zaidi na baada hao kupewa hiyo permit, tukaona kwamba hiyo barua yao haikuwa na agenda yote. Hiyo mkutano yao haikuwa na wale wakuu ambaye walikuwa wanaleta watu pamoja, na katika intelligence yetu tukakuja tukaona ya kwamba hawakuwa pale kwa madhumuni mazuri. Hawa ni splinter group ambaye from the main ACK church, na baada hawa kutoanisha kutoka ile kanisa ingine ya kutoka bishop walikuwa na mkutano last Saturday kule Chicago, na tukasikia kwamba mwelekeo na ile maneno walikuwa nataka kuongea siku ya leo haikuwa ingeweza kuwa na afya bora. Na bwana mmoja anapitia masaibu ya mzigo wa deni la kutoa mwili wa mkewe mpendwa aliyefariki katika hospitali ya Nairobi. Deni hilo lilikuwa limefika shilingi milioni 12. Grace Korea anasimulia zaidi.
Amejawa na neema Vincent Nyabera aliye na umri wa miaka 37, lakini mwanaume huyu amejawa na msururu wa mawazo. Angependa sana kurejea nyumbani na mwanawe wa kike aliye na umri wa miezi miwili pekee, ambaye kwa sasa amelazwa katika hospitali ya Nairobi, na pia angetaka kumpumzisha mkewe Grace Akelo aliyefariki tarehe 11 mwezi Februari katika hospitali hiyo hiyo, na kwa sasa mwili wake umehifadhiwa katika hifadhi ya maiti ya Lee. From the 2nd of January up to the 11th of February when she passed on, she was an induced coma all throughout. She could not speak, she could not open her eyes, she could not feel anything. Mzigo umekuwa mzito sana kwa Vincent kubeba, ila angali anashukuru usimamizi wa hospitali ya Nairobi kwa kumpa subira. Tulijaribu kuwasiliana na wasimamizi hao, ila wakasita kunena nasi. But as of 11th December when Grace passed on, the bill said accrued to 12.1, both for the baby and her. So far we have managed to raise 3.1 million from all the other sources that we have been looking at. Amejaribu njia zote zinazowezekana, ila kadri siku zinavyosonga, gharama haswa katika hospitali ya Nairobi inazidi kuongezeka kwa shilingi 16,400 kila siku. The insurance declined to pay, to take up the claim on the fact that it was a maternity related complication, and the maternity cover only covers 150,000. Kisa hiki kikijiri siku chache tu baada ya mwanaume mmoja kujaribu kumuiba mwanawe kutoka hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kwa hali sawia na hii. Licha ya bei nafuu ya matibabu katika hospitali za umma ikilinganishwa na hospitali za kibinafsi, bado Wakenya wengi hawamudu, hivyo basi kutumbukia kwenye madeni, ufukara na dhiki. Visa kama hivi pia vimekithiri katika hospitali mbalimbali nchini. Grace Kuria, KTN News. Na sasa watu wanaolaumiwa kwa unyakuzi wa shamba la jamii ya Poka huko Kajiado wamejitokeza na hati za kuonyesha kuwa wao ndio wamiliki halali wa ardhi hiyo. Ardhi hiyo iliyozua mgogoro baina wanajamii hiyo na watu hao imesababisha taharuki katika siku za hivi majuzi, huku wamiliki hao